Biblia si kati ya vitu napaswa uombe all the time. Mwambie Roho Mtakatifu, nakuhitaji, niongozwe na wewe, nitembee na wewe, nikae na wewe. Roho Mtakatifu. Lakini au utasema Roho Mtakatifu nahitaji niongozwe na wewe mpaka umempokea. Sasa huwezi kumwambia mtu naomba niende na wewe alafu amekukataa. Unamniombaje niende na wewe wakati nimekukataa? Hatuko pamoja. Kitu cha kwanza, hakikisha napokea Roho Mtakatifu. Akiisha kuajilia juu yako. Mstari wa 8. Matendo mwenyewe anasema, lakini mtapokea nguvu. Sema nguvu. Sema tena. Sema tena. Mbona usamki? Nini hicho? Nini hicho? Nguvu. Mtapokea nguvu akiisha waijilia juu yenu nani? Roho Mtakatifu. Akiisha wajimstariona anasema, but ye shall receive power after the Holy Spirit, the Holy Ghost is come upon you. Mtapokea nguvu. Sema tena. Nani anataka nguvu? Nani anataka nguvu? Unataka nguvu? Watu tunaposema power, mnajua labda tunamaanisha nguvu ya bomba. No. Kuna watu wanapewa nguvu ya bomba. Kuna watu wanapewa nguvu ya biashara. Kuna watu wanapewa nguvu ya kibali. Kuna watu wanapewa nguvu ya uzao. Huwezi pokea nguvu bila ile Roho Mtakatifu. Huwezi kuroga tu kwa maneno. Kuna nguvu nyuma ya hili ya neno. So hatuwezi pona bila hii nguvu. Unapoona Roho wa Mungu anadhihirisha vitu fulani hapa, usifikiri ni akili ya nabii au ya mtumishi. No. Sio akili ya wachungaji. Ni nguvu iliyoko nyuma yao. Na hii nguvu ni ya Roho. Ndio maana Yesu akamwambia, chunguzeni kila roho. Chunguza kila roho. Sema chunguza kila roho. Huwezi kuzichunguza ni mpaka uwe na nini na huyu Roho wa Mungu. Sababu Roho wako Mtakatifu atapishana na zile roho. Atapingana zile roho. Yes, makofi. And ye shall be a witness unto me both in Jerusalem, in all the Judah and Samaria, and unto Uwezi sikiliza haya. Yaani uwezi kuwa, kuna kitu nataka niongea. Uwezi kuwa maarufu kwenye kitu fulani au kujulikana kwenye jambo fulani kama una nguvu. Kama hauna nguvu huwezi kujulikana hata kibiashara. Huwezi kujulikana. Halo? Nilishangaa sana. Jana mama mmoja anasema sijui ameuliza wapi sijui Mabomu huko. Wanauliza kwa mchungaji kwa Nabii John ni wapi? Huko. Na ameelekezwa na mtu, sasa anauliza kwa Nabii John ni wapi? Ina maana hata Mabomu Nabii anafanyaje? Yeye anajulikana. Hajulikani kwa sababu aliiba. Hajulikani kwa sababu alipiga mtu, aligombana na watu. Anajulikana kwa sababu moja. Roho wa Mungu yuko juu yake. Through that spirit, kupitia ile roho iliyoko ndani, inajitambulisha nje kupitia ile jina la yule mtu. Hawajanisikia? Sijasikiwa hapa. Amosi anajulikana Tanzania nzima, si kwa sababu jina lake ni Amosi, ni kwa sababu nyuma ya Amosi kuna nguvu. So watu watambui ile nguvu, wanamtambua Amosi, lakini kinachosababisha Amosi ajulikane ni nguvu aliyonayo. Ile nguvu ikishamuondoka, Amosi anasaulika.
wamesahaulika majina yao baada ya ile nguvu kufa, kuondoka. Nataka nimwombee mtu mmoja hapa, apokee nguvu. Nasema upokee nguvu. Nasema upokee nguvu kwa jina la Yesu. Licha ya kusema mimi ni mchungaji, nahitaji kuombea watu, nahitaji kufanya hivi, nataka nifanye kama yule nabii, I want to do like this. No. Kuna nguvu za aina nyingi. Which kind of power you need? The power of God. Kuna nguvu ya Mungu, kuna nguvu ya ulimwengu, kuna nguvu ya shetani, kuna nguvu za aina nyingi. Lakini zile nguvu zinajigawa kwenye maeneo. Kuna watu shetani pia amewapa nguvu ya kuwa waganga. Shetani amewapa nguvu kuwa wachawi. Shetani amewapa nguvu ya kuwa na utajiri. Shetani amewapa nguvu ya kuua watu. Shetani amewapa nguvu ya kuwa majambazi. Amewapa nguvu ya kuwa wazinzi wa kimataifa. Yaani kuna watu ni wazinzi kimataifa, wanajulikana kwamba huyu mtu ni nani? Ni mzinzi. Anajulikana kwa nini? Kwa uzinzi, kwa uzinifu. Vile hivyo na Mungu vile vile, kuna watu anawapa nguvu ya utajiri. Kuna watu anawapa nguvu ya kuhubiri. Kuna watu anawapa nguvu ya kupona. Kuna watu anawapa nguvu ya kuolewa na watu mashuhuri. Kuna watu anawapa, kila mmoja anapewa nguvu kulingana na anachokiona. Unahitaji nguvu ifanye nini kwako? Unahitaji nguvu ili nini? Na watu Mungu anawapa nguvu ya kusoma. Wanaenda nchi za nje, wanaongea na wazungu, wanaongea kimataifa. Lakini kuna mwingine amepewa nguvu ya kutawala mkoa, mwingine amepewa nguvu ya kutawala wilaya, mwingine amepewa nguvu ya kutawala kijiji, mwingine kitongoji, mwingine nyumba tano. Kila mmoja na nguvu yake. Nataka nikwambie, unaweza kufa bila kuwa na hata mtendaji wa kijiji, ukama bila kuwa hata nani ile alipata mjumbe. Unasikiana kwa wenzio, lakini wenzio wamepewa hiyo nguvu ya mjumbe ili kuongoza wewe. Sio tu amechaguliwa, kuna nguvu ya uongozi ndani. Haya, si kitu cha kawaida, wala hajaiga. Unajua huyo ametoa rushwa, ndio maana amekuwa kiongozi. Kama ule uongozi upo, hata ukitoa rushwa huwezi pata. Nasema hivi, huwezi pata. Mwambie huwezi pata. Kuna mtu mmoja ameshafariki, namtaja tu. Ameshafariki. Alikuwa waziri mkuu. Anaitwa Edward Lowassa. Alikuja na nguvu sana. Mwambie alikuja na nguvu sana. Alikuja na nini? Si nguvu ya kawaida, nguvu sana. Watu wakajua huyu ndo rais. Wakajua nini? Sema tena. Kwani alikuwa rais? Licha ya kuwa na ushawishi, hakuwa rais. Kwa nini? Wewe unasema unajua no. Kuna wakati Mungu anastisha kikomo cha kuwa fulani. Unaweza kusema kuna fulani alikuwa anafanya biashara kubwa kwenye mji wetu. Najua wote waliotokea kijijini, kuna watu walikuwa ni maarufu kwenye vijiji, lakini mpaka leo sio maarufu. Umaarufu uliondoka. Yamkini alikuwa maarufu kwa sababu ya duka alilokuwa nalo, lakini sasa hana hilo duka. Kwa nini? Nguvu iliisha, ilihama kwenda kwa wengine. Kwa sababu Mungu ana kawaida ya kumpa huyu na kumshusha huyu. Yaani mimi nasemaga Mungu ni kama DJ, kwamba anashusha muziki huu, anapandisha huu, anapandisha huu, anashusha huu, anapandisha huu. Nguvu ya Mungu kazi yake ni kubadilisha maisha ya mtu. Sio mbinguni. Mwambie sio mbinguni. Hawa watu wanasikia wewe. Si mbinguni, ni hapa duniani. Kwa sababu hiyo nguvu yako haitafanya tena kazi wapi? Mbinguni. Unanisikia? Yaani mimi ndio nitakuwa nabii hapa, nitakuwa mchungaji, nitakuwa sijui nini, nitakuwa mhubiri. Unanisikiliza mama wa mtoto?
lakini hayo yataishia hapa, yataishia humu wapi? Duniani. Hiyo nyumba na viwanja ulivyonayo itaishia wapi? Magari ulionayo yataishia wapi? Watoto ulionao wataishia wapi? Yaani huko tukishaenda mbinguni, hiyo nguvu imeshaisha. Yaani huko uruhusiwi kufanya chochote. Hautakuwa waziri kule, hautakuwa rais kule, hautakuwa mjumbe, yaani hautakuwa chochote. Wewe ni mwanamke tu, utakuwa huko kama bibi harusi. Hawasikii. Roho wa Mungu akija, Roho wa Mungu akija juu yako, kuna mabadiliko yanatokea. Sasa mabadiliko gani? Mstari wa 9. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa wingu likampokea kutoka machoni pao. Piga Yesu makofi. Angalia nguvu hii. Sikiliza sasa, nikupe siri. Unapokwisha kupata nguvu, mwanangu, hata kama ulikuwa huwezi kuhubiri, unaanza kuhubiri. Sasa kuhubiri ndani yako si mtu, ni Roho wa Mungu. Unaona usukumi kwenda kanisani, unaona usukumi kwenda kwenye maombi, ni wewe mwenyewe tu, ni wewe mwenyewe tu unajipeleka, ni wewe mwenyewe tu unasikia kutoka ndani. Maana Roho wa Mungu anakuambia ni muda wako kunifanyia ibada sasa. Twende ibadani sasa, twende kufanya maombi sasa, twende kufanya hivi sasa, utoe sadaka sasa. Si upokee nguvu ya Roho Mtakatifu hapo leo? Sema napokea kwa jina la Yesu. 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 Sema napokea nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu ya maisha yangu, ije juu ya maisha yangu, ije juu ya maisha yangu, ije juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu. Nguvu ya Roho Mtakatifu ije juu ya maisha yangu. Unaona sasa unachokiongea, yaani unakuwa bado uelewi unachokiongea. Hapa tunaongea reality. Ongea kwa kumaanisha. Huyo Roho hawezi ingia ndani yako bado hivi ukiwa unajitamkia tu mradi umetamka. Kuna nguvu iko ndani ambayo inamshawishi. Mshawishi huyo Roho apate kuingia ndani yako. Ndio maana nasema kama mliamini, kwa nini huyo Roho wa Mungu hajaja kwenu? Kwa nini? Kulikuwa kuna shida kama wewe hivi. Tunaomba unaweza umekaa tu. Unaomba umekaa tu. Unaangalia wamekaa wangapi, huyu amekaa, huyu amevaje? Hapana. Kuna namna unapaswa ujiswitch. Kuna shauku ile ya ndani. Shauku ya ndani. Kitabu cha Yohana. Mungu ndiye anaweza kuchagua, ndiye anaweza kuamuru. Kama unavyomkaribia yeye, anaamuru wewe uwe nani, upewe nguvu ya namna gani. Kwa yale unayoyaomba anasema, lolote mliombalo ninyi mtafanyaje? Mtakapoomba Baba kwa jina langu mimi. Lakini hamtaomba mpaka umesikia kitabu cha Yohana sura ya 16 ambapo Yesu anasema na hao watu kwa habari ya Roho, kwa habari ya Roho Mtakatifu. Unanisikiliza mama? Anasema nao kwa habari ya Roho Mtakatifu. Anasema mstari ule wa 16-18, naye akiisha kuja huyo, tuanzie mstari wa 5, anasema lakini sasa mimi ninaenda zangu kwake yeye aliyenipeleka, wala hakuna mmoja wenu anayeniuliza unakwenda wapi? Ila kwa sababu nimewaambia hayo, huzuni imejaa mioyoni mwenu, lakini mimi nawaambia iliyo kweli. Sasa sikiliza haya. Yawafaa nini mimi niondoke? Kwa maana mimi nisipoondoka, huyo msaidizi hatakuja kwenu,
bali mimi nikienda zangu nitampeleka kwenu. Naye akiisha kuja, huyo atakuhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Yesu na ina maana mpaka wakati huu, nisikilize sasa nachokiongea, mpaka wakati huu si rahisi kukutana na Yesu, si vyepesi kukutana na Yesu. Ni rahisi kukutana na msaidizi ambaye ni Roho, na huyu ili kukutana na Yesu lazima ufundishwe na yeye. Yeye kazi yake anafundisha mambo matatu ya muhimu sana: haki, hukumu na nini? Na dhambi. Haki, hukumu na dhambi. Rudia tena: haki, hukumu na dhambi. Mambo mangapi? Mambo mangapi? Haya ndiyo yanayofundisha, haya ndiyo yanayoelekeza. Ili unaposema mimi na Roho ndani yangu, nisikilize mama, nisikilize baba, unaposema Roho wa Mungu yuko ndani yangu, unaposema Roho wa Mungu yuko ndani, haya mambo matatu yanakuhusu kufundishwa na yeye. Haya mambo matatu, narudia tena, nisikilize, nitazame hapa, nitazame mama, nitazame. Haya mambo matatu, haya matatu yanakuhusu. Ili ndilo somo na ndicho chuo kikuu cha Roho Mtakatifu. Ukisha graduate hapa unapewa cheti, na cheti hichi, ukisha graduate hiki cheti, wewe una ruhusa ya kuomba chochote mbele za Baba. Kwa sababu moja, nisikilize, listen to me. Naongea na mama amelala kabisa, shika kabisa shetani. Kama huyu Roho Mtakatifu akufundishi vitu vitatu, umekwisha. Lazima ujue siku yako ya hukumu itakuwaje, dhambi yako unaitubuje, kwa sababu yeye ndo anakuambia, ndo anakuhakikishia kweli wewe una dhambi, kweli wewe hapo una haki ya kuomba kitu fulani, una haki ya kusema hivi, una haki ya kuongea hivi, una haki kwa mkeo kufanya moja mbili. Yeye ndo anakuhakikishia tu kwa mambo ya haki tu, anakuambia wewe una haki hapa, wewe una haki hapa, wewe una haki hapa, wewe una haki hapa. Yeye ndo anasema, ili usije ukaomba kinyume. Kabla hujaomba, yeye anakuambia kuna haki ya kuomba au hauna haki ya kuomba. Naongea na waliolala. Si useme amina kama uko hai. Uko hai, sema amina. Hautaweza, kwa sababu hiki ndicho chuo, kwamba utakapokuja kuomba kwa habari ya huyo mtoto wako, Baba naomba saidia mtoto wangu aolewe, Baba saidia mtoto wangu asome, Baba saidia sijui nani, una haki. Na watu wengine kabla hujaomba unasikia hukumu ya ndani. Ndio hujaomba, lakini unasikia kuhukumiwa kwa ndani, unasikia kuna makosa. Unaposikia hivyo, Roho wa Mungu anasema kabla hujaomba, omba toba kwanza, tubie hiki kwanza, kwa sababu yeye anakuambia vitu vitatu. Anasema atauhakikishia ulimwengu kwa mambo mangapi? Matatu. Cha kwanza haki, hukumu na dhambi. Haya mtaki kuyasikia Baba, kwa jina la Yesu ninaua wale wachawi. Unajua kwa nini wamekuroga? Kuna sababu. So Roho Mtakatifu anakuambia kabla hujaomba, njoo nikupeleke mahali tatizo linapoanzia. Tatizo linaanzia hapa. Mungu kupeleka tatizo linapoanzia, si wewe uanze kumng'oa, ni kutubu. Mwambia Mungu, naomba rehema, naomba msamaha, naomba unisamehe, jambo hili nimekumbuka kabisa, nimekosea hivi na hivi, naomba toba, naomba msamaha. Yesu makofi. Anasema kwa sababu akisha kuajilia
huyu atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi, haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawakuniamini mimi, na kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba, wala hamnioni tena. Yesu mwenyewe anasema hamtaniona tena, ila mtakachokuwa mnakiona ni msaidizi wangu. Atakayekuwa anawatokea ninyi ni msaidizi wangu. Atakayekuwa mnakutana naye ninyi ni msaidizi wangu. Atakayekuwa mnaomba kwake kwa njia yake ni msaidizi wangu. Huyu namuweka ili chochote mtakachokitaka mwambie aniletee mimi, mwambie aniambie mimi, anielekeze mimi, na ninyi hapa hapa, kwa sababu mmeniamini mimi, mtapata na wewe msaidizi atawapa. Atawapa. Yaani mimi nimeacha kanisa, nawaambia mtamwona nani? Mchungaji. Mnapomwona mchungaji mmeniona mimi, hauna haja kunipigia tena umuone nani. Kila atakachokuambia yamkini ndio cha kwangu kile kile, kwa sababu sisi ni wamoja. Sisi ni wamoja na roho ni moja. Ndio maana roho huyu anapokuja anamwakilisha Kristo. Unaposema nataka nimuone Yesu, nataka nimuone Yesu, yeye anakuletea picha. Akwambia tunamtaka, ndio huyo baba, lakini inawezekana sio yeye moja kwa moja. Yesu anaapia kwa njia ya roho, anaapia, anakuchilia, anasema na wewe. Pia Roho Mtakatifu anaweza kuapia, yaani anaweza kukuchilia akaongea na wewe kwa njia ya sura. Nataka niwahakikishie, kuna watu wengine, nisikilize hapa, kuna watu wengine hawajawahi kukutana na Yesu. Walipokutana na Roho Mtakatifu wakasema ni nani? Na wengi wakiwa wanajua labda yeye Roho Mtakatifu hana sura. Nataka nikwambie, Roho Mtakatifu anaweza kuvaa sura. Akavaa sura. Kama aje basi anaweza malaika wakaruhusiwa kuja. Ni kwa sababu nyinyi hamwajui malaika, that's why. Hata ukiongelea mambo ya kimbingu hapa unaweza kusema huyu mtu amechanganyikiwa hapa. Anaongea kitu gani? Nataka nikwambie, mbingu ni harisi. The heaven is living. Mbingu ni harisi, ila mwezi ona ni mpaka huyu roho wa Mungu. Sema roho. Sema tena. Yaani maana yake ni hivi, baba yake ashakufa muda mrefu, alafu mzimu wake hapa watanielewa. Mzimu wa baba unakujilia, unasema na wewe, na wewe umeamua kuutumikia huo mzimu. Unaupenda ule mzimu, hutaki ukuache, kila saa unaongea nao. Ni kama Roho Mtakatifu. Kuna saa unatamani kila saa uongee na Roho, kila saa uamke na Roho. Unapotembea unasema Roho Mtakatifu, hebu twende. Roho Mtakatifu nisaidie hapa, mimi siwezi wewe. Kuna watu wameabudu mizimu mpaka wamechanganyikiwa, hawezi fanya kitu chochote, ni mpaka amehusisha nini? Mizimu. Kwa nini wewe usimhusishe Roho wa Mungu? Kwa nini usitamke Roho wa Mungu, nahitaji unisaidie, ninaenda kupanga nyumba, lakini nahitaji wewe ndio unitangulie pale, nahitaji wewe ndio useme wewe pale, ninaenda kuomba kazi, nataka unitangulie wewe, useme na yule mtu kabla mimi sijasema, kwa sababu ninapotaka kuongea naye nahitaji kibali kwake, nahitaji anisikilize mimi. Roho Mtakatifu sema naye, Roho Mtakatifu mtiishe kabla sijaenda pale, wewe kama nasema Roho Mtakatifu aje. Na unajua nguvu ya Roho Mtakatifu. Oh baba, mimi nimefanya biashara haiendi. Watu wanahusisha mizimu, wanaenda kutoa kafara. Ingi. Siku ingi unalala kama toya. Ingi. Talala. Roho Mtakatifu si kitu chepesi. Tangulizi.
mazuri ya kuwa hata kama unatembea njiani anaabudu ndani. Kwa sababu si yuko ndani, si anatembea ndani, si anakaa ndani, si anazungumza ndani. Ili haina haja ya kusema ngoja kwanza nifunge ndio nimuite. No. All the time yuko pale, kwa sababu ndio kiti chake. Kama unavyosikia mizimu inasema hapa, huyu ndio kiti chetu, huyu ni kiti chetu, tumefanya kuwa kiti. No, wewe sio kiti cha mizimu, ni kiti cha Roho Mtakatifu. Wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe sio kiti cha wachawi, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Wewe sio kiti cha magonjwa, ni hekalu la Roho Mtakatifu. Sema nakataa kuishi na mizimu ndani yangu. Mbona utamki sasa wewe? Wewe unatamka, unamwangalia jirani kama anatamka. Sema nakataa kukaa na mizimu ndani yangu. Ninaamua kuishi na Roho wa Mungu. Ninaamua kuishi na Roho kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Uingie ndani yangu leo. Uingie ndani yangu. Ufanye makao yangu. Ufanye makao yangu kuwa makao yako. Kuwa makao yako. Ufanye makao yangu. Ufanye makao yako kuwa makao yako. Kuwa makao yako. Uifanye nyumba yangu. Ufanye nyumba yako kuwa nyumba yako. Kuwa nyumba yako. Bwana Yesu. Bwana Yesu. Naita msaidizi wako. Naita msaidizi. Ambaye ni Roho Mtakatifu. Ambaye ni Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Ingia ndani yangu. Ingia ndani yangu. Dhihirika ndani yangu. Dhihirika ndani yangu. Tembea ndani yangu. Tembea ndani yangu. Kaa ndani yangu. Kaa ndani yangu. Nyosha mikono yako, tamka. Nasema tena, uko tayari? Nasema uko tayari, sema amina kama Bwana. Huyu ndio maana Paulo alipoweka mikono juu ya hawa, Roho Mungu alipokuja juu yao, walianza kunena kwa lugha, alafu wakaanza kutoa unabii. Yes, mama. Rudia tena, unabii. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Sasa hao watu wakiwa wanajua kutoa unabii ni kusema mambo ya zamani, nataka nikwambie hapana. Hata ninachokiongea hapa kwamba Roho Mtakatifu aingie ndani yako ni unabii tosha. Tayari nimeshatamka unabii, alafu nikakuongoza tamka 1 2 3. Tayari huo ni unabii, kwa sababu unajua unachokiongea hakipo, lakini unaweza kukivuta kitoke kilipo, kikujilie. You can prophesy over your life. Unaweza kutabiri juu ya maisha yako. Unaweza kutamka juu ya maisha yako. Ukaamua yani kila siku unanitabiria, mimi si wa hivi, mimi si wa hivi. Roho Mtakatifu, wewe najua unanisikia. Mimi si wa hivi, mimi nitakuwa hivi. Mimi 1 2 3. Mimi si wa magonjwa, mimi si wa kuteseka. Unajitabiria tu, unajitabiria na ikawa kwa jina la Yesu. Kama unanielewa sema amina. Kwa sababu unayotamka si yako, ni ya Roho, na Roho sio yake, ni ya Baba wa mbinguni, na Yesu si yake, ni ya Baba wa wapi? Sema Baba. Rudia tena. Rudia tena. Rudia tena. Yesu ni Mungu. Nataka niwaambie Mungu ni mmoja. Narudia tena, Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja, ila katika kutenda ndio amejiweka kwenye maeneo. Hivyo Yesu anaposema Baba, usishangae usiogope kwamba labda kuna miungu miwili, kuna Yesu na nani? Na Baba. Sasa Baba ni nani? Rudia tena, Baba ni nani? Siku zote ndani ya familia yetu kuna mababa, si ndio? Kuna baba mdogo, kuna baba mkubwa, lakini baba huwa anajulikana. Baba ni baba, lakini ana jina lake. Amen. Siku Roho wa Mungu akija kwako, ninakuhakikishia hivi,
Hiki ndicho kinasababisha watu wanatafuta maeneo ya Mungu, mara aende hapa, mara aende kule, mara aende hivi, mara aende hivi. Amen. Apati ile amani ya moyo. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu roho wa Mungu hayupo. Mimi nataka nikwambie siku ya leo umpokee Roho Mtakatifu. Kama ulikuwa ulali sema amina. Amina. Siku ya leo umpokee Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu sio kupiga kelele. Maana unasema Roho Mtakatifu anakuja kwangu, unapiga kelele. No. Ni huyo namuona Roho Mtakatifu. No, tutakutia makofi. Maana sasa kama unapigia kelele. Roho Mtakatifu anakuja kwa namna ya tofauti sana. Ni kwa kutaka. Unaweza unatamani kumpokea Roho Mtakatifu? Wangapi wanatamani? Ongea atanyosha mikono na alikuwa nisikilize. Nani anatamani kumpokea? Amina. Are you sure? Mimi siamini kwamba upokee Roho Mtakatifu alafu ukapromoshe matusi nyumbani. Siamini. Ni heri bora usinyoshe mkono usipokee kabisa, kwa sababu utakufa haraka. Hanaga msamaha Roho Mtakatifu. Unajua juzi niliwaambia na watu nilikuwa nawafundisha mambo magumu sana. Amen. Mwambie ogopa kitu kinachoitwa mtu anayeitwa mpako mafuta, na usimchokoze. Mimi sijakwambia mimi, wewe ndio nichokoze tu, labda mimi sina shida, lakini usiwachokoze hao watu. Wana mambo hatari sana. Nikwambia tukio mbali shai kutokea, ambaye ile familia tukiwa tunaabudu, wao wanarusha mawe na hii kitu imejaa sana. Unakuta watu wanaabudu, wanaimba, wanaomba, hata ni mtoto wako anaenda kurusha mawe juu ya hilo kanisa, anarusha mawe. Mkono huo uliorusha jiwe hawezi fanikiwa, na yeye hata jua ni wapi alikosea, kwa sababu alikuwa ni mtoto. Amen. Alo. Mura 36 hadi 7. Waweza kusomea? Wapakwa mafuta wamewekwa kwa ajili yako. Mwambie hapo, wamewekwa kwa ajili yako. Na hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kumlipa mpakwa mafuta hiyo. No one. Haipo. Kwa sababu mpakwa mafuta ni anatembea na Roho. Yaani kama hekalu la nani? Na Roho Mtakatifu. Anasema hivi, sisi ni hekalu la Mungu, na mtu yeyote akiliharibu hilo hekalu, Mungu atafanyaje? Tambua nini? Kati ya kitu ambacho ni mbaya, tusomee, nasema na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako. Sema watoto. Watoto. Rudia tena. Watoto. Rudia tena. Watoto. Ni lini mwanangu unakaa na watoto wako ndani wawili, unaanza kusoma Biblia na kuambia hiki kinahusu hivi na hiki? Ni lini? Ni lini? Tofauti na kuwapa magemu na kuchezea na kuangalia katuni. Ni lini?
Jibu hapana. It means kinachokuja kukuua leo usitembee na roho wa Mungu ni kwa sababu haukujifunza toka nyuma. Ndiyo maana Muislamu yoyote huwezi kukuta mtoto wake anazurura mtaani bila kuwa na juzu. Lazima aende chuo. Wewe watoto wako unawapa chuo gani? Alafu baadaye anakuja kulalamika, mimi watoto wangu ni wavuta bangi, mimi watoto wangu wameharibika. Watoto wanakuwa watundu mpaka wewe mwenyewe unashangaa. Kwa nini? Ni kwa sababu uwaambii maneno haya. Anawaambia hivi, hata watoto wenu wafundishe haya, waambie haya, wapeni haya, wakumbusheni, waambie. Hata kama unaona hawasikii, ila wanasikia. Unaona kama hawayashiki, lakini wanayashika. Lakini anayekuja kuambia ni nani? Nisikilize. Anayekuja kuambia ni nani? Kuna watu wamewekwa mahali kuambia watoto wao, waone watoto wao, na wakiwaambia wanawasikia. Nakupa tu mfano mdogo. Nakupa mfano mdogo. Nimetoka hapa nimeenda Karatu. Naenda kukutana na binti ambaye ameshindikana kwa wazazi. Wanagombana na mama na nani? Na baba. Mimi wananikutanisha mimi na yule. Mimi si ndugu, mimi si kaka, mimi si mjomba, sijui familia, sijui wanalala wapi, sijui wanakaa wapi. Nimekutana nao tu mara fulani. Ila kwa sababu yule binti amekutana na mimi leo, alibadilika toka siku. Mama yake ananiambia, binti mwenyewe sasa hivi anatuambia hivi, hata baba anahitaji maombi, anahitaji akutane na mtumishi. Alafu na kaka akutane na nani? Mtu ambaye alikuwa hapendi kitu kinachoitwa nini? Kumbuka ameshindikana kwa nani? Ila mtumishi ndio anakuja kufanya nini? Jamani, hao watu waheshimuni sana. Waheshimu sana. Narudia tena, waheshimu sana. Ukikutana nao, mama, ukikutana naye, wewe mnunulie hata na mboga. Mwambie Mungu akubariki.